On to the presidency, we had Zubeida Kome, 72 votes, Yvonne Okoya Matole, 58 votes, and with that, we see that Zubeida Kananu got to be elected as the president. Wenzangu kwa kuniaminia kuendelea kuwaongoza na kuwatumikia kama rais wa baraza la wahariri nchini, na nawapongeza kila mmoja ambaye ameteuliwa, na vile vile mwenzangu Yvonne nampongeza vile vile kwa sababu kinyang'anyiro hiki hakikuwa cha kujenga uadui au kuleta migawanyiko. Kila mmoja wetu amekuja na sera ambazo ni za kujenga, kwa sababu kila mmoja amedhihirisha kwamba nia yake ni kutaka kujenga baraza la wahariri na sekta tasnia zima ya wanahabari humo nchini, kuijenga na kuweka katika kiwango chengine, na tumejifunza mengi katika mchakato mwingine, na ndio sababu tunasema hata katika chaguzi za kitaifa wanafaa kuiga mfano wetu, kujifunza mengi. Kura tumepiga kwa ustaarabu tu, kwa upole, bila mvurugano, bila mzozano, bila uadui. Kwa hivyo letu ni kushikana tu mkono, kushirikiana na kujenga tasnia yetu, kwa sababu tuko katika kipindi kigumu sana. Katika miaka iliyopita tumeshuhudia madhila tu yakitekelezwa dhidi ya wanahabari humo nchini. Tumeona wanahabari wetu wakidhulumiwa, tumeona wanahabari wetu wakiumizwa. Kwa hivyo letu tu ni kujitolea kuweka sera ambazo zitajenga tasnia yetu na kuilinda dhidi ya mwingilio wote, hususan mwingilio wa kisiasa, kwa sababu sisi ni a professional body. Sisi si wanasiasa, na nia yetu si kuwa wanasiasa tunapotumikia wanahabari humo nchini. Kwa hivyo letu tu ni kushikana mkono, kushirikiana. Mimi nitamtumikia kila mmoja namna ambavyo nimekuwa nikitumikia kila mmoja, wawe ni watu ambao wako katika chombo ambacho natoka ama chombo kingine, kwa sababu kile ambacho kinamdhuru mwenzangu ambaye yuko katika NTV ama Citizen ama Ramogi ama kule mashinani, hata wale wako kwa new media, kile ambacho kinamdhuru kinanidhuru pia, kwa sababu mimi huamini kwamba tasnia wanahabari ni ndogo sana. Sisi ni kama familia moja, kwa sababu jambo moja likitokea hapa linamwathiri mwingine. Kwa hivyo ule ushirikiano wetu ndio tutazidi kuukuza, kushikana mkono, kupendana na kushirikiana katika kujenga tasnia wanahabari, kwa sababu tunaingia katika kipindi kigumu sana cha uchaguzi. Kwa hivyo sasa tunarejea mezani kuangalia tujifunze nini, tujitayarishe vipi katika maandalizi ya uchaguzi ujao. Tumeona wanahabari wetu wanapoenda katika mikutano ya hadhara, wengine wao wanapigwa na kuumizwa. Ni vipi tunaweza kuwakinga wanapoenda katika mikutano hii, mojawapo ikiwa ni training ambazo huwa tunazitoa kama Kenya Editors Guild, kushirikiana na wadau wa sekta mbalimbali. Mwaka uliopita wa uchaguzi, mwaka 2022, tulishirikiana na IEBC, tulishirikiana na waangalizi wa uchaguzi katika yale yote yaliyofanyika kwenye uchaguzi uliopita, pia kupeperusha habari na kadhalika. Kwa hivyo sasa hapo ndio tunarejea katika ule ushirikiano tunapojiandaa kwenye uchaguzi mkuu ujao. Tunazungumza kuhusu mambo ya AI. Najua yatachangia pakubwa katika uchaguzi utakaokuja au katika hata uongozi wa taifa. Je, tunajiandaa vipi kama tasnia ya wanahabari? Kwa hivyo langu ni kuomba tu wenzangu wote kwamba tushikane mkono, kwa sababu siwezi kuwa na suluhu peke yangu. Kanso peke yake haiwezi kuwa na suluhu, lakini tunaposhikana mkono tutapeleka tasnia yetu katika hatua nyingine ambayo itashangaza wengi, kwa sababu tunapozungumza na wenzetu hata kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, wanasema wanajifunza mengi sana kutokana na sera ambazo zimewekwa katika tasnia wanahabari nchini Kenya na kadhalika. Kwa hivyo sisi ni kielelezo kwa jamii nyingine, hasa bara la Afrika. Je, ni vipi ambavyo tutazidi kushirikiana katika kujenga tasnia yetu? Katika siku zijazo tunatarajia kwamba tutaandaa lile kongamano la Africa Media Convention. Kwa hivyo ni sasa hivi tunaingia katika meza kuangalia tujiandae vipi, kwa sababu tunatumai kwamba Kenya itaandaa kongamano la mwaka kesho. Sasa hivi ndio tunaanza yale mazungumzo, tushirikiane, tulete mawazo yetu pamoja katika kujenga kongamano ambalo litashangaza ulimwengu. Kwa hivyo ombi langu tu ni ushirikiano, na tupendane na tushikane mkono. President of the Kenya Editors Guild, and I'm doing this with a full heart of respect and gratitude and respect for the will of the membership. As you all know, this has been a very spirited campaign, and while I may have hoped for a different outcome, I accept this result with grace
and I remain proud of the message that we carried in this campaign. That is one of renewal, of credibility, and of collective purpose. To the incoming leadership, I extend my sincere congratulations. You have a big task ahead of you, which is to unite a divided Guild, to restore trust and confidence in our shared institution, and I wish you all the best. I wish you wisdom, I wish you clarity and courage in this journey over the next 2 years. To those who supported me, I thank you for your belief, not just in me, but in the possibility of a better Guild that we all want for all members. Our work doesn't end here because we continue to be members of this esteemed Guild. I remain very committed to the values that we brought to this race, and those values are integrity, transparency, and the strengthening of editorial independence in this country. We have a very important role to play in the democratization process of Kenya, and that work will continue. My candidacy was not about winning for winning's sake, but it was about restoring something that matters: our voice, our standards, and our shared future. That work continues. I remain your colleague, your ally, your friend, and an editor in this profession that we love and respect. Thank you.